wote unawapenda, unajivunia, lakini mtoto ambaye unamuona ni wa faida zaidi ni mkubwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu mtoto anapokuwa mchanga, yeye hana cha kutoa kwa baba. Bwana asifiwe. Yaani yeye anakuwa ni consumer, kazi yake kula tu. Mtoto akiona baba juisi, umempa. Baba hiki umempa. Baba, lakini yeye hana cha kuofa kwa baba yake. Kwa hiyo kama kanisa zima tukibaki wachanga, ina maana hata ufalme wa Mungu utasimama. Ina maana ufalme wa Mungu hautaendelezwa. Ina maana ufalme wa giza utatawala. Ufalme wa giza unatawala sana, maana kuna wachanga kiroho. Ili ufalme wa Mungu uendelee, ili ufalme wa Mungu ukue, ili ufalme wa Mungu ustawi, unahitaji sons of Daudi, watoto wa Mungu waliokomaa, ambao wanaweza kubeba majukumu, ambao wanaweza kusema. Yesu anawaambia hivi, fungeni siku 3 nami na wajakazi wangu tunafunga, alafu nitaingia kwa mfalme kinyume cha taratibu, nikiangamia na niangamie. Kwa kizungu anasema if I perish, I perish. Leo hii Bwana anataka watu wazima, mabinti ambao kwa ajili ya Yesu wapo tayari kusema nikiangamia na niangamie, kwa sababu mtoto hiyo kazi haiwezi. Hiyo kazi haiwezi. Mchanga kiroho kwenye changamoto anakimbia, anamkimbia baba yake. Wanaweza kustahimili changamoto za kiimani ni watu wazima pekee, lakini mtoto mchanga changamoto kidogo anakimbia, anaacha kali, hawezi kuendeleza ufalme wa Mungu mtoto mchanga.